hawakutegemea vitendo vyao wenyewe. Mungu alitoa taswira ya Kristo pale na walimtazama na ndivyo wakaokolewa. Mtazama neema hii ya ajabu ambayo inainuliwa jangwani na wana wa Israeli wanaitazama, na ndiyo neema ambayo pia Mungu anataka tuitazamie leo. Waisraeli hawakuombwa kulipa fidia ya makosa yao ya dhambi, ya manunguniko yao, ya kutokuridhika. Mungu hakuwaambia walipe fidia. Hawakuomba kutembea umbali fulani ili waende kupata tiba. Hawakuomba kutembea umbali fulani. Hawakuombwa kupambana na nyoka wa moto waliowauma kwamba waangamize. Lakini neno moja ambalo Mungu alimwambia Musa na anatuambia leo ni kwamba aliwaambia watazame. Watakapotazama wataponywa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wokovu kwa Mungu hauna masharti mengi. Mungu anataka tumtazame yeye, na tunapomtazama anatupa nguvu ya kushinda majaribu katika safari ya kwenda mbinguni. Na hivyo tunajifunza kwamba matendo yetu, mienendo yetu wenyewe au juhudi za mwanadamu haziwezi kuondoa madhara makubwa ya nyoka wa moto waliosababisha katika maisha yetu. Hayawezi kuondoa hatia kubwa ya dhambi ambayo imeletwa na shetani ndani ya mioyo yetu. Kinachoweza kufanya hivyo ni kumtazama Kristo ambaye yeye ndiyo kimbilio letu. Na tunapojifunza sasa, tunaendelea kuulizwa, je, nyoka wa shaba huyu kweli ndiyo aliyeleta uponyaji? Tunaposoma katika Hesabu sura 21 mstari wa 8 na 9, ni kweli kwamba ni huyu nyoka wa shaba walimtazama na ndiye aliyeleta uponyaji? Unaposoma katika Hesabu yenyewe hiyo sura 21 na mstari wa 7, Waisraeli wanasema tayari walimlilia Mungu, walikiri udhaifu wao, walitambua dhambi zao, na kwa hiyo walitambua kwamba anayewaponya ni Mungu mwenyewe na sio nyoka waliomtazama. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nyoka ilikuwa ni taswira. Kwa hiyo walijua hilo, na Ellen White ameeleza ukurasa wa 68 katika kitabu cha Wazee na Manabii, amesema kabisa Waisraeli walijua kwamba nyoka wa shaba hana uwezo wowote wa kuwaponya, na walijua kwamba ni Mungu mwenyewe ndiye anaweza kuponya. Na baada ya kilio chao kusikika cha toba, Mungu anavyomwambia Musa atengeneza nyoka ya shaba, walijua kabisa kwamba kafara zao zisingeweza, za wanyama walizofanya zisingeweza kuondoa hatia ya dhambi. Na baada ya kujua hivyo, walitiishwa kwa Kristo na walimuona Kristo akiinuliwa jangwani, na ndipo walivyomtazama waliweza kuponywa. Lakini wapo ambao waliambiwa watazame, hawakufanya hivyo. Kama vile ambavyo Mungu anatuambia mchana wa leo kwamba tumtazame na tumgeukie, wengi walikuwa na mashaka. Wapo waliosema kwamba tunawezaje kumgeukia nyoka na kumtazama tukapona? Wapo walioendelea kuona kwamba haiwezekani. Wapo walioweza kuona kwamba hilo jambo halileti mantiki. Nimeng'atwa na nyoka, nawezaje kumtazama nyoka na nikapata kuponywa? Wapo walioona kwamba hakuna mantiki, kama vile sisi ambavyo tunatazama leo kwamba wapo wengi wanaoona kwamba wokovu, neno la Bwana linalosema si kweli, wanaendelea na mashaka. Na Mungu anasema wale waliotiliwa mashaka uponyaji wa Kristo waliangamia. Wale ambao walitazama na hawakutokuamini waliendelea kuteketezwa na nyoka wa shaba. Hiyo inatueleza kwamba hata sisi tusipomtazama Kristo na kujinyenyekeza kwake katika changamoto tunazopitia, ni hakika tutaangamia. Lakini habari njema, Bwana anasema hapendi tuangamie, anapenda tufike katika Kanaani ya mbinguni. Ndiyo maana anatuita mimi na wewe tumgeukie na kumtazama. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo ndipo kunapokuwa kuna uponyaji wetu. Sasa kutazama Kristo ilikuwa ni nini? Hili ilikuwa ni tendo, ni zaidi ya kutazama katika macho. Ilikuwa maana yake ni nini? Ni kuamini kabisa kwamba Mungu anaponya. Ilikuwa ni tendo la toba na tendo la ukubali kwamba hatuwezi kujiokoa katika dhambi zetu wenyewe. Ilikuwa ni tendo la imani. Kwa hiyo hata Mungu anaposema tumtazame, sio kumtazama katika macho, lakini anataka tumwamini na tumwelekee na tumtumaini yeye peke yake, kwamba bila yeye hatuwezi kupata kuponywa katika majeraha ya dhambi kubwa tulioipitia. Kwa hiyo neno la Bwana linatutaka pia na sisi kwamba tunapokuwa tumepitia changamoto nyingi, sauti ya Mungu inasihi kwamba tuweze kutazama Calvary, kwani hapo ndipo hatia ya dhambi inapoondolewa. Bwana asifiwe sana.
Tunapomalizia somo letu, neno la Bwana linatuambia kwamba leo katika maisha yetu tunaweza kukaa kuna nyoka wa moto wengi. Nyoka wa moto inaweza kuwa ni dhambi zinazotutesa. Nikijitafakari mimi, ukijitafakari wewe, kuna dhambi moja ambayo au dhambi kadhaa zimetutesa. Inawezekana umekuwa muumini wa muda mrefu, lakini umekuwa ni mshirikina. Umetesa watu wa Mungu na watu wengi huko duniani. Umeanguka katika dhambi fulani, unajikwaa, unaumia, lakini unaogopa. Yawezekana kwamba ni majuto ya dhambi. Nimefanya jambo kubwa ambalo umati kama huu haulioni, ninaliona mimi mwenyewe. Yawezekana ni hofu kuhusiana na kesho. Yawezekana pia ni maumivu makali ambayo nimesababishiwa na jirani yangu au ndugu yangu, mume wangu, mke wangu au jamaa yangu. Yawezekana ni kukata tamaa, lakini suluhisho sio kujificha. Suluhisho sio kujitetea wala sio kuahirisha. Suluhisho ni kutazama Calvary. Bwana Yesu asifiwe sana. Hilo ndio suluhisho ambalo linatolewa. Leo sauti ya Mungu inaita, kama tunavyosoma katika kitabu cha Isaya sura ya 45 na mstari wa 22, inasema, nitazameni mimi enyi ncha za dunia mkaokolewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Huo ndio wito wa Bwana. Anataka kwamba mimi na wewe tuweze kumtazama, na tunapomtazama tunaweza kuokolewa. Kwa hiyo haijalishi tumejeruhiwa kiasi gani, lakini tunapomtazama Kristo tunapata kuokolewa. Uniangalie, atuambia Yesu aliyetufia msalabani ni uzima, hapa utaipata hazina. Kutazama Calvary, kutazama Calvary, nikupewa kuishi, kutazama mti. Ninapojaribiwa ghafla, shetani atanitesa, nikitazama msalaba, nguvu nitaipata kwa Bwana. Kutazama Calvary, kutazama Calvary, nikupewa kuishi, kutazama mti. Msalaba nitatazama kila wakati daima, ahadi nitategemea, hivi kabisa sita
Bwana katika Isaya linasema, nitazameni mimi enyi wakazi wa dunia mkaokolewe. Ni wangapi wanakubali wito huu mchana wa leo wa kumtazama Kristo ili wakaokolewe? Naomba nione mikono yenu. Bwana Yesu asifiwe sana, na Bwana awabariki sana. Kama vile jangwani somo muhimu la Calvary lilipofundishwa kwa wana wa Israeli, ndivyo leo Mungu anataka tumtazame Kristo. Leo chagua kuamini, leo chagua kutazama Calvary, leo chagua uzima, kwa sababu yeye aliyeinuliwa msalabani bado anaokoa, na yoyote atakayemtazama ataishi. Hilo ndio neno la Bwana. Mungu alibariki katika jina la Yesu. Amina. Basi nimkaribishe mzee Mambile pamoja na Baraka kwa ajili ya kipindi cha maombi. Tunarudi sumbuko ya kuondoa shida zetu na nguvu taabuni mara nyingi roho zetu Basi tupate muda tupige magoti. Basi tuombe. Mungu wetu mtukufu, tunakuja mbele zako masaa haya. Wana na binti zako tumejinyenyekeza miguuni pako. Tunakuja Mungu wetu kama tulivyo, tupokee. Mungu wetu, tunakuja na haja ya kuombea wagonjwa. Wapo wagonjwa wa kimwili ndani ya kanisa hili Mungu wetu. Hata katika masaa haya tuliopiga magoti wana maumivu makali sana. Mungu wetu, wengine wamejitahidi hata kutembea kwa neema yako kuja katika hekalu lako. Wanapokulilia Mungu wangu,
tunapokulilia kama kanisa masaa haya, tunakusihi Mungu wetu, wewe uliye tabibu na mponyaji mkuu, kaponye magonjwa yetu. Lakini Mungu, tunaomba pia kwa ajili ya wagonjwa nje ya kanisa, ni majirani zetu, ni jamaa zetu, ni ndugu zetu, wanapougua katika vitanda vya hospitali, wanapokuwa wanalia katika vitanda vyao. Mungu wetu, tunakusihi kawaonee huruma na ukawaponye. Matabibu ambao umewapatia elimu ya kuwatibu na dawa ambazo zimetengenezwa kwa mikono ya binadamu, Mungu wangu, kazitie uwezo wako ili wanapoendelea katika matibabu, Mungu wetu, waweze kuona mkono wako, na wanapotuponya magonjwa yetu tusione kwamba ni kwa sababu ya tabibu au tabibu wa kibinadamu, isipokuwa tutazame kwamba wewe ndiye unayeweza kuponya magonjwa yetu. Endelea Mungu wetu kuwa pamoja nasi. Tunaendelea kuomba kwa mambo mengine yote, tunaomba yaweze kupata kibali machoni pako. Tumeomba Mungu wetu kwa imani kabisa kwamba umetusikia na umetenda sawasawa na mapenzi yako. Ndivyo tunavyosadiki katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mungu wetu na Baba yetu uishie juu mbinguni, Bwana, tunajikabidhi mikononi mwako sasa. Tazama Bwana, tumejifunza jambo lilo la pekee sana katika maisha yetu, kwamba yuko nyoka wa shaba ambaye alitundikwa pale Golgotha, ambaye ni Yesu Kristo, ambaye Bwana tutakapomkimbilia na kumtazama, hata kama kuna magonjwa ya aina gani, hata kama kuna nyoka wa aina gani waliotuuma, hata kama kuna shida gani ambazo zimetupata, Bwana, nyoka wa shaba ndiyo suluhisho kuu, ambaye ni Yesu Kristo. Yesu Kristo uliyeangikwa pale Golgotha, Bwana, umetusihi tuweze kutazama. Na sasa Bwana, tunakuomba uponye kila jambo ambalo linatokea katika maisha yetu. Uponye magonjwa yetu, uponye hali zetu za uchumi, uponye maisha yetu ya kuhangaika, na utuponye na kila jambo ambalo linatokea katika ulimwengu ambalo liko kinyume zidi yetu. Bwana, tunajikabidhi mikononi mwako sasa. Mbele yetu pia kuna sanduku la watumishi wako ambao wameweka mambo mengi na shida nyingi ambazo Bwana, kama mwanadamu hawezi kuzitoa. Lakini maadamu wamekuja kwako wewe uliangikwa pale msalabani ili wakimbilie, Bwana, tunakusihi sasa, angalia na soma barua hizi ili Bwana upate kujibu majibu sawa sawa na kila ambacho wameomba. Bwana, ninakusihi nikiamini kwamba utafanya hivyo sasa. Bwana, kanisa la Mlimani linayo mipango mingi, mipango ambayo pengine inahitaji kuingilia kwako katikati, na kama sio wewe hakuna jambo lolote ambalo linaweza kufanyika. Bwana, tunaileta mikononi mwako tukiamini kwamba utatusaidia na utaitatua wewe mwenyewe, kwa sababu kila jambo linalofikiriwa hapa ni jambo ambalo linakusudia kuleta watu kwako. Yako mambo ya uinjilisti, yako mambo ya ujenzi, na yako mambo ambayo Bwana yahusu afya za watu wako. Bwana, ninakusihi na kukuomba kwamba Bwana, hebu andalia mipango hii ambayo tumeshaiandaa tayari, na iwe sasa katika meza yako, ili Bwana wewe upate kututatulia na kutuambia ni nini cha kufanya. Bwana, kama tunahitaji fedha, tunaamini kwamba zitapatikana kwa kuwa watumishi wako umefungua uchumi wao. Na kama tunahitaji kujenga, Bwana, utafungua akili zetu na nguvu zetu, kwa sababu Bwana umetuandalia kila jambo la kuweza kufanya. Umeandaa vitu vya kufanya na umeandaa afya zetu ili tupate kuifanya kazi kwa nguvu zetu zote. Watumishi wako tuko tayari sasa, tunakuja mikononi mwako na kujikabidhi mikononi mwako sasa, tukiamini kwamba Bwana, hebu ingia katika maisha yetu na ututengeneze sasa. Tunaamini yote haya ni katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amina. Bwana asifiwe.
Basi huu ndo utakuwa mwisho wa ibada ya leo kwa asubuhi. Nipende tuzingatie matangazo ambayo tumetangaziwa wakati tunatoka kwaya Amodoricas. Karibuni.